Kuna hiki kitu kinaitwa the art of respecting yourself, sanaa ya kujiheshimu mwenyewe. Yes, niaje? Hii ni The Magnet Podcast. Karibu kwenye The Magnet Podcast. Hii ndo ile session ambayo ni short session maalum kwa ajili ya quotation ama short stories kwa ajili ya kuhamasishana, kuburudishana na kukumbushana mambo mbalimbali ya kimsingi ambayo yana manufaa kwa maisha ya mtu binafsi. Kuna hiki kitu kinaitwa the art of respecting yourself, sanaa ya kujiheshimu mwenyewe. Unajua, heshima ndio lengo kuu la kila binadamu kwenye maisha yake. Inaweza ikawa ngumu kidogo kuelewa why, sababu una malengo mengi. Unataka kufanikiwa kielimu, unataka kufanikiwa kiuchumi, unataka mambo mengi makubwa ambayo unataka kuyatimiza kwenye maisha yako, lakini at the end of the day your ultimate goal is to be respected. Mwisho wa siku, dhumuni kubwa la kufanikisha mambo yote unayotaka kuyafanikisha ni kupata heshima, kuheshimika. Hapo ndio kinakuja kitu kinaitwa the art of respecting yourself, sanaa ya kujiheshimu mwenyewe. Ni kitu cha muhimu kwa kila mtu kukifanya. Heshima ya kweli huwa haiji yenyewe tu kwenye maisha yako, yani haiwezi ikatokea out of the blue ukapata chance ya kuheshimiwa hivi hivi bila sababu yoyote ya kimsingi ambayo itakufanya uheshimiwe. Heshima inakuwa commanded, heshima inatakwa. Heshima huwa inalazimishwa. So you have to command respect in order to be respected. Unatakiwa uwe na uwezo wa kucommand heshima. How do you command respect? Unaivutia vipi heshima? Una attract vipi heshima? Unawezaje kufanya watu wengine wa kuheshimu? Heshima ya kweli haitokuja kwako kirahisi pasipo kuhakikisha unatengeneza misingi ya heshima kuanzia kwako. Msingi wa heshima lazima utoke kwako. Ili uheshimiwe, ili tukuheshimu, lazima wewe uwe unajiheshimu kwanza. Ili watu wengine wakupende, ni lazima wewe uwe unaonyesha unajipenda kwanza. Kwa sababu kawaida dunia ina reward unachodeliver, inakurudishia kile unachotoa. Manufaa ya dunia yanakuja kulingana na unavyoshare. Chochote ambacho wewe unaweza kudeliver kwenye dunia, basi ujue ndio hicho itakachokulipa. Laws ziko nyingi, au kanuni tuseme ziko nyingi zinazoelezea mambo kama hayo. Kuna vitu vinaitwa karma, kuna vitu vinaitwa reciprocity. Hizo zote ni kanuni ambazo zinakwambia kwamba what you share to the universe is what you gonna get in return. Chochote chenye ambacho una share ulimwenguni na watu wengine na viumbe wengine, chochote kile ambacho unakideliver hapa duniani ndio utakacholipwa, utakachorudishiwa. So ili uweze kutengeneza msingi wa heshima au ili uheshimiwe, ni lazima msingi wa heshima uanzie kwako wewe binafsi. Hatuwezi kwa kuheshimu from nowhere. Bila chochote ambacho kitasababisha sisi tukuheshimu, tukakuheshimu, hakiwezi kutokea. Kwa heshima msingi wake unaanzia kwako. Ni lazima wewe uonyeshe kwamba unajiheshimu ili sisi tukuheshimu. Ni lazima wewe uonyeshe unabidii ya jambo fulani, afu ulimwengu ndio ukusaidie uliachieve. Kwa hiyo kama nilivyosema mwanzo, maisha ya binadamu mpaka mwisho wake, baada ya kukamilisha vitu vyote, at the end of the day anataka kuheshimiwa kulingana na vyote alivyoviachieve, kulingana na kutimia kwa matakwa na malengo yake yote, lakini mwisho wa siku lengo lake kubwa linabakia kuwa ni respect. Anataka kuheshimiwa. So unaheshimiwaje? Una command vipi respect? The
the only good way or the number one way of showing people that you want to be respected is to respect yourself. Ndio maana inaitwa the law au the art of respecting yourself. Hiyo ni sanaa, kujiheshimu mwenyewe ni sanaa, ni mchezo fulani ambao unaocheza kwa ajili ya kuvutia watu wengine waingie kwenye huo mchezo. Kwa ni ngumu wewe kufanikiwa kuheshimiwa au kupendwa au kuhusudiwa na watu bila wewe kuonyesha kwamba unajifanyia vitu vyote hivyo wewe mwenyewe kwanza. Yaani bila wewe kutuonyesha kwamba unajiheshimu, unajijali, unajipenda, unajihusudu wewe mwenyewe, haiwezekani wengine wakakuheshimu kama wewe hujiheshimu. Hiyo ni sanaa, the art of respecting yourself au self respect ndio msingi wa wewe kutengeneza heshima kutoka kwa watu wengine. Maisha kama nilivyosema, maisha yana kawaida ya kurejesha unachotoa. Hakikisha kila unachokitoa kwanza ni positive. Hakikisha kila unachoshare duniani, ulimwenguni. Sisi ni binadamu, tuna mapungufu, ni wakosefu. Make sure 90% ya unavyoshare ulimwenguni ni positive, ili uweze kugain the same energy, uweze kupokea energy hiyo hiyo unayotoa. Yani positive energy ina attract positive energy. Umeona? Ndio maana kuna watu walisema aliwazalo mjinga ndilo itakalomtokea, kwa sababu yoyote ambayo unayawaza yana chance kubwa sana ya kutokea. Kwa hakikisha mawazo yako yanakuwa mazuri all the time. Purify your thoughts. Safisha sana mawazo yako ili uweze kupokea purified results. Ili uweze kupokea mrejesho chanya wa mambo chanya unayoyashare. Kwa hakikisha ulimwenguni unashare all the way, all things positive. Asilimia kubwa huo unafanya mambo ambayo mazuri, yanaipendeza jamii, yanapendeza watu. By the way, the topic is very big, lakini hapa nakuelezea msingi wa kutaka kuheshimiwa ili uweze kuheshimiwa na watu wengine, ili jamii iweze kukurudishia matakwa yako. Ni lazima wewe uyashare hayo matakwa kulingana na unavyoishi. Lazima utuonyeshe kwamba wewe ni mtu fulani, ndio sisi tukuchukulie hivyo ulivyo. Kwa sababu kuna quotation moja inasema people are who are they because we have made them to be who they are. Watu jinsi walivyo wapo hivyo kwa sababu sisi tumewafanya wawe hivyo. Umeona? Namna unavyoona watu wanakuchukulia hivyo kwa sababu wewe umewafanya wakuchukulie hivyo. Kwa maana hiyo una uwezo wa kubadilisha mtazamo wa watu. Na unawezaje kubadilisha mtazamo wa watu? Kulingana na wewe utakavyotaka sasa watu wakuchukulie. Maana yake wewe uta act kulingana na unavyotaka watu wakuchukulie. If you want to be treated like a king, act like one. Umeona? Kama unataka kutreatiwa kama mwanamfalme au mfalme, maana yake wewe act kama mfalme, kuwa kama mfalme. Fanya matendo ya kifalme, fanya matendo ya kimwana mfalme, ndivyo hivyo utakavyotritiwa. Hakikisha chochote unachoshare kwenye ulimwengu ni positive, kwa ajili ya kujenga maisha yako katika msingi mzuri. That's all for today from the Magnet Podcast. Peace and love. Ciao. Jiheshimu ili tukuheshimu. The art of respecting yourself ndio ilikuwa topic ya leo. Karibu tena kwenye The Magnet Podcast. Kesho kwenye quotation nyingine kama hii.